Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini. Naomba nimkaribishe hapa Dennis, mwalimu wangu msaidizi. Saizi nimeshampa, sasa ni dokta wa mambo ya uwekezaji. Utufafanulie tu kidogo tofauti ya hati fungani na hisa. Angalau tu point hata 3-4 hivi. Wawekezaji wa Hyper wale ambao huwa mnauliza sana maswali, huwa anayajibu huyu mtaalamu hapa. Huyu ni kati ya wanafunzi wangu ambao nilimchukua akiwa anajua tu kidogo kidogo mambo ya hisa, nikamjenga, lakini sasa hivi muda mfupi ujao atakuwa tunamuita ni Hyper Stock Tycoon. Hyper Stock, hao ni watu wanaomiliki hisa zaidi ya 50,000 za Hyper. Huyu hapa mmoja wapo. Hebu wape darasa kidogo tofauti ya hisa na hati fungani. Asante sana mkurugenzi. Tofauti ya hisa na hati fungani. Ngoja nianze na kitu kimoja kimoja. Hisa ni nini? Hisa ni ukinunua hisa, au kwa lugha rahisi, hisa ni sehemu ya umiliki katika kampuni kubwa. Yaani unaponunua hisa unakuwa umenunua umiliki katika kampuni kubwa. Sasa huu umiliki unakuwaje? Yaani unakuwa umemiliki sehemu ya hiyo kampuni kutokana na idadi ya hisa zako unazomiliki. Hapa ndani kwenye huu umiliki kuna kafaida kengine kamejificha. Lazima tukajue. Yaani nikisha miliki hisa, sasa yani faida yangu ni nini sasa baada ya kumiliki hisa? Ukisha miliki hisa na wewe unakuwa ni mmoja wa wamiliki wa hiyo kampuni. Na hisa zinauzwa kwa watu wengi kupitia kampuni zinaishia na majina ya PLC. Yaani kupitia kampuni za umma. Hizi ndizo kampuni pekee zilizoruhusiwa kuuza hisa kwa watu wengi. Yaani umma. Mpaka hapo tumeelewa kidogo. Sasa nije kwenye kafaida kaliko jificha kwamba hivi nikisha miliki, sasa faida yangu ni nini ya umiliki? Faida inakuwa ni hii. Ukiwa mmiliki wa hisa, kama itatokea, kwa sababu hizi biashara zinazofanywa na makampuni makubwa ambazo ni PLC, kuna muda hizi kampuni za umma huwa zinauzwa au zinauzika kama bidhaa. Inapouzika kampuni yenu au kampuni yetu kama bidhaa, pale ndio tunaona faida iliyojificha, ile ya umiliki inapoanza kuwa na umuhimu. Kwamba ile kampuni ambayo ni PLC inapouzika kwa mnunuzi, kile kiasi kinachopatikana huwa kinaenda kugawanywa kwa wale wanahisa kulingana na idadi ya hisa zao. Kwa hiyo kwenye uwekezaji wa hisa, kila mtu anakula urefu wa kamba yake. Yaani mwenye hisa chache, yeye atapokea kiasi kidogo cha gawio. Mwenye hisa nyingi, yeye atapokea kiasi kikubwa cha gawio. Ngoja nifafanue kidogo hapo tena. Yaani maana yake ni nini? Kwa mfano, wewe una hisa 100. Lakini kampuni ikasema kwa mwaka huo, sasa bahati nzuri mimi ni mwanahisa wa Hyper PLC. Sasa Hyper PLC hatoi gawio mara moja kwa mwaka jamani. Hyper PLC anatoa gawio kila mwezi sawa na 3%. Sasa Hyper PLC akisema gawio letu kwa kila mwezi kwa kila hisa ni shilingi 100 kwa mfano.
Sasa tunakuja, tumeambiwa kwenye hisa kila mtu anamiliki urefu wa kamba yake, anakula urefu wa kamba yake. Sasa tunakuja, wewe una hisa ngapi? Mimi na hisa 100. Kwa hiyo kama Hyper PLC amesema kila hisa moja kwa kila mwezi inatoa faida ya shilingi 100, na wewe ukiwa na hisa 100, ili kujua gawio lako la kila mwezi au la kwa mwezi, unachukua ile shilingi 100 unazidisha mara idadi ya hisa zako ambazo ni ngapi? 100. Kwa hiyo 100 mara 100 unapata ni sawa na shilingi ngapi? 10,000. Kwa hiyo yule anayemiliki hisa 100, kama gawio la kila hisa kwa kila mwezi ni shilingi 100, maana yake atapata gawio la shilingi 10,000. Sasa tuone huyu ambaye atamiliki hisa 5,000. Wakati huo, yani kuna mwingine anamiliki hisa 5,000. Huyo mwenye hisa 5,000, ili tuweze kujua gawio lake kwa mwezi, tutachukua mahesabu ni yale yale. Ni kuzidisha tu hapa. Tutachukua gawio la kila hisa kwa kila mwezi ambao ni shilingi 100 mara hisa zake 5,000. Naomba mnisaidie hapo, jibu tutapata shilingi ngapi? 100, shilingi 100 mara hisa 5,000 au 100 mara 5,000 tunapata shilingi ngapi? 500,000. Taratibu tunaanza kuona wanaanza kuachana hawa watu, kati ya huyu mwenye hisa 100 na mwenye hisa 5,000 wameanza kuachana magawio. Si tunaona jamani? Si tunaona? Sasa huyu mwekezaji wa tatu yeye ana hisa 10,000. Mahesabu ni yale yale. Tutarudi shilingi 100 mara hisa 10,000. Shilingi 100 mara hisa 10,000 tutapata shilingi ngapi? Naomba mnisaidie hapo jibu kidogo. 100 mara 10,000 ni shilingi ngapi? 1,000,000. Tunaanza kuona tuna wawekezaji watatu ambao kila mmoja wanaanza kutofautiana kwenye magawio. Mwenye hisa 100 alipata gawio la shilingi 10,000. Mwenye hisa 5,000 akapata gawio la shilingi 500,000. Mwenye hisa 10,000 akapokea gawio la shilingi 1,000,000 kwa mwezi huo huo. Asante. Kwa hiyo hisa iko hivyo. Sasa ngoja niende kwenye hati fungani. Hati fungani kama alivyosema mkurugenzi ni nini? Ni ule mkopo ambao mwekezaji anaikopesha aidha taasisi au serikali kwa mkataba wa kurudishiwa mkopo wake baada ya kipindi fulani. Inaweza ikawa baada ya mwaka, miaka 2, 5, 10, 20 mpaka 25. Sasa niende kwenye tofauti kati ya hisa na hati fungani. Kwenye hisa tumeshaelewa sasa kwamba kwenye hisa ukinunua hisa unakuwa umemiliki sehemu ya kampuni. Kwa hiyo huku unakuwa mmiliki. Lakini kwenye hati fungani pale haumiliki chochote. Sana unachopata wewe au unachofaidika wewe ni ile riba ambayo utakuwa ukiendelea kupewa kulingana na mkataba uliopo. Sisi tunaelewana ndugu zangu? Ndio. Alafu tofauti ya pili pia ambayo ni kubwa nayo, ukuaji wa mtaji. Hisa yani shares, ukuaji wa mtaji ni mkubwa. Yani kwenye hisa, nisiwafiche ndugu zangu, ukuaji wa mtaji ni mkubwa. Ukiwekeza leo shilingi 1,000,000, baada ya miaka 5 na kuendelea utaona ukuaji wa mtaji wako unavyokuwa. Sasa ukuaji wa mtaji huu unakuaje? Unajizidisha, unajimultiply. Kwa hiyo nikiwekeza leo 1,000,000 kwenye hisa na nikachukua 1,000,000 hiyo hiyo nikaiwekeza kwenye hati fungani, baada ya miaka 5
sisi tutakuwa ni watu wawili tofauti, kwa sababu kwenye hati fungani baada ya hiyo miaka 5 nitarudishiwa milioni yangu ile ile. Yaani mtaji wangu ule ule niliouwekeza miaka 5 iliyopita. Lakini kwenye hisa nitaongea kitu kingine. Nitaongelea zaidi ya ule mtaji niliowekeza. Kwa hizi ndio tofauti kubwa kati ya hisa na hati fungani. Kwa hiyo Hyper PLC tunamshukuru sana, amekuja kutufumbua Watanzania kwamba kwanza tutoke kwenye hili blanketi ambalo tulikuwa hatuelewi. Ukishatoka kwenye hili blanketi ukaelewa, ndio sasa utakuwa na maamuzi kwamba mimi ninavyoona ngoja niende kuwekeza kwenye hati fungani na sio kwenye hisa. Lakini hapo usije ukajutia maamuzi yako. Hicho ndio tunachotaka watu tujue. Sawa? Kwa hiyo ni hivyo tu ndugu zangu. Kwa hiyo kwa anayetaka kuwa na faida kubwa anakaribishwa kuja kuwekeza kwenye hisa. Ambaye anahitaji kuwa na faida ya kawaida ya wastani anashauriwa aende akawekeze kwenye hati fungani. Asanteni sana. Program ya Tanzania Tuwekeze. Sisi ni kampuni ya umma Hyper PLC. Tunabuni miradi ya uwekezaji jumuishi. Tunaelimisha na kushauri umma kuhusu hisa na uwekezaji. Tutembelee kupitia www.hyper.net au piga *149 *46 *23 alama ya reli.